ni injili ya Yesu Kristo ambayo ninawaletea habari njema asubuhi ya leo, kuwa kiumbe kipya. Maana hapo mwanzo tulikuwa wapya. Kitu ambacho kinakuwa kipya ni kitu ambacho kilikuwa hakijatumika, lakini sisi tumekuwa wapya tena kupitia Yesu Kristo, ambao maandiko ya Yesu Kristo Wakorintho wa pili 5:17 inasema ya kwamba tumekuwa wapya tena kwa maana tumeingia ndani ya Kristo. Kwa hiyo nawasomea kuanzia mstari wa 17 ili tuweze kupata. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaletea habari hii asubuhi njema, ambao sisi tulikuwa tunatumika hapo mwanzo, tukawa wapya, tukatumika vibaya, tukatenda dhambi, lakini Yesu Kristo aliposhuka tukafanywa tena kuwa wapya, ya kale yamekwisha. Leo nataka kuwatangazia habari hii njema ya kwamba tunapokuwa wapya, tunapokuwa ndani ya Kristo, tumekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Lakini sasa ajabu ni ya kwamba tunapokuwa wapya tunaingia na mambo ya kale ndani ya Kristo, nayo ndiyo ambayo itakuja kutuhukumu. Hayo mambo ya kale ndiyo yanakuja, ambao siku ya Bwana ikifika ndipo Wakristo watahukumiwa. Maana walipokuwa ndani ya Yesu Kristo wamekuwa kiumbe kipya, lakini walipofika hawakuacha mambo ya kale, wanaingia nayo ndani ya kanisa, wanaendelea nayo ndani ya kanisa, ambao ni dhambi, ambao ni makosa, ambao walikosa, lakini tukafanywa tena kuwa wapya. Tukawa wapya tena, tukawa wapya tena, tukawa wapya, lakini hatuwezi kuacha mambo ya kale. Tazama, naweza kuwaletea habari njema ya mwanamke Msamaria ambaye alikuta Yesu kisimani, ambao ni Yohana mtakatifu 4 kuanzia mstari wa 5 mpaka 45. Ukisoma habari ya yule mwanamke, alikuja na mambo ya kale. Yesu Kristo akimwambia nitekee maji ninywe, naye anamwambia sitaweza kuteka maji, maana hatutengamani na Wayahudi. Mimi ni Msamaria, mimi ni mwanamke Msamaria, sitaweza. Akaendelea kueleza. Yesu akamwambia, ungelijua ya kwamba unasema na nani anayekuomba maji. Yeye hakuweza kujua, alikuwa anamweleza mambo ya kisima cha Yakobo, mambo ya kuabudu miungu ya Yerusalemu, kuabudu miungu ya milimani. Lakini Yesu akamwambia ya kwamba ungelijua unasema na nani, ninaweza kukupa maji ya uzima ambayo itajibujika ndani ya moyo wako, ambayo siku ile itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema ya kwamba huyu mwanamke aliposikia sauti ya Mungu, aliposikia sauti ya Yesu Kristo, aliacha ya kale, akaacha hata mtungi wake pale. Mkiendelea kusoma hayo maandiko mpaka 49, mtaenda kuona ya kwamba aliacha hata mtungi wake pale, akaacha hata mambo ya kisima, akaacha mambo ya kuabudu mlima ule, kuabudu Yerusalemu, akaenda kukusanya Wayahudi wote, akawakusanya Wayahudi wote, wakasikia habari ya yule mwanamke, nao wakakusanyika wakamwendea Yesu Kristo. Nao walikuwa wengi sana kupitia yule mwanamke, wakasikia habari ya kwamba ya Yesu Kristo kupitia yule mwanamke, nao wakaamini na wakaokoka. Naye mwanamke yule akawa yeye ni Msamaria mwema, lakini alipokutana na Yesu akabadilika. Nasi sisi watu wa Mungu ambao tunaokoka, tunakaa ndani ya Yesu Kristo, tunatakikana tunapoingia ndani ya Yesu Kristo tubadilike kama yule mwanamke Msamaria alipobadilika alipokutana na Yesu. Sisi tunakutana na Yesu tunapoamini Yesu Kristo, nasi tunakaa ndani yake. Nasi tunapokaa ndani yake tunahitaji tutende mapenzi ya Mungu ya baba yake, nasi tunaingia na yale ya kale. Ninaposema mambo ya kale, hata yanaharibu mipango yote, yanaharibu maisha yetu. Mipango ya kando inaharibu mipango ya Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kuwaletea habari hii nikiwaambia mambo ya kale. Hata tunapoingia mwaka mpya tunasema tunaingia mwaka mpya na mambo mapya, lakini ninaona tunafanya kuingia mwaka mpya, lakini mambo ya kale tunaingia nayo. Tuna madeni mengi, tunaingiza mwaka mpya ambao hujadaiwa. Unaingia ndani ya ule mwaka, unasema ni mwaka mpya na mambo mapya, lakini utakuta kuna mambo ya kale ambayo yalikuwa ufanye miaka mingine iliyo nyuma, wewe ukachelewa wakati ule. Ndivyo hata sasa watu wa Mungu tunapoamini Yesu Kristo, tunaingia kwa Yesu, tunafanywa upya, lakini mambo ya kale tunaingia nayo, na ndiyo yanatatiza Mkristo, ndiyo yanachanganya Mkristo wa siku ya leo. Ndio unaona Mkristo siku ya leo, hata mtu anaweza kutolewa mapepo mwaka mzima, kumbe yeye ana mambo ya kale, hajayaacha mambo ya kale. Maana yeye anaamini ya kwamba yeye ameingia, amefanywa kuwa kiumbe kipya, lakini ya kale hawezi kuyaacha. Ninawaletea habari hii ya kwamba unapofanywa kiumbe kipya na mambo yako yote ya kale unayaacha, unakuwa mambo mapya, Lakini utakapokosa kuacha mambo mapya yaingie ndani yako, uanze kutenda yale ya Mungu, jinsi vile huyu mwanamke Msamaria aliposikia sauti ya Yesu Kristo, aliacha hata mtungi wake pale mtoni. Ukisoma hayo maandiko, hiyo 39, ukisoma pale, ukiendelea kusoma pale mpaka 40, utaona yule mwanamke alisikia sauti ya Mungu kama vile tunavyotakikana. Wewe mtu ambaye unanisikiliza, wewe mtu ambaye unaniona, waangalia ya kwamba wewe unapoamini Yesu Kristo unatakikana waache mambo ya kale kama yule mwanamke Msamaria. Aliacha mtungi wake, akaacha habari ya kisima cha Yakobo, akaacha habari yote, akaacha kuabudu katika milima, akaenda kukusanya wa Samaria wote, wakaamini kupitia yule mwanamke. Unaona katika hiyo 39 amekusanya watu wengi, akawakusanya wakaamini kupitia yule mwanamke. Hata siku ya leo Bwana, wewe Mungu ambaye anakuja kwako, ambaye unanitazama, ukimkubali Yesu Kristo, ukianza kutenda, maajabu yatatendeka kupitia kwako. Wewe utakuwa mhubiri. Huyu mwanamke amekuwa mwinjilisti, amekusanya kanisa nyingi, watu wakaamini kupitia huyu mwanamke. Hata siku ya leo wewe ambaye unaniangalia, wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unanisikiliza, habari njema ndio hii. Tunaingia kuwa wapya, lakini mambo ya kale tunaingia nayo. Ndio yanatatiza hata jamii, yanatatiza hata ushirika wa jamii. Mambo ya kale yamekuwa kama sumu ya Wakristo, imekuwa sumu katika mambo yote, imekuwa sumu hata maisha yetu yanakuwa yameharibika. Watu hata jamii hawezi kuwa ushirika mmoja, maana kuna mambo ya kale yaliyotendeka katika mama zao, yaliyotendeka katika baba zao. Sasa wakikaa katika kikao hawezi kwenda pamoja, kwa maana kuna mambo ya kale. Lakini leo unapoamini Yesu Kristo, umefanywa kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha. Yataitoka wapi kama wewe umebadilishwa kuwa kipya? Hata mambo yako yamekuwa mapya. Unaendelea kuhubiri kama yule mwanamke alihubiri habari ya Yesu, akasema njoni mumuone, muone mtu ambaye amesema mambo yangu yote. Njoni mumuone mtu ambaye amesema mambo yangu yote. Akakusanya kijiji chote, akakusanya mji wote, watu wakaamini kupitia yule mwanamke. Leo ninawakwambia ya kwamba leo ni siku ya kuamini. Kama wewe umeokoka, kama wewe hujaokoka, waamini Yesu Kristo na ya kale yamekwisha. Unapoamini ya kale yamekwisha. Kama kuna mtu ulikuwa hujamsamehe, msamehe siku ya leo, maana kule mbinguni kama hujamsamehe mtu, naye Mungu ataweza kukusamehe. Yote yanakuja katika utakatifu wa Mungu. Maana tunapotembea katika njia moja, tunapotembea katika Kristo, tunatendewa ya Mungu, lakini tunaingia na mambo ya kale ambayo Mungu anayakataa. Ndio maana siku ya hukumu watakatifu watakuja kuhukumiwa. Kwa nini watakatifu? Maana wameokoka. Kwa nini wanakuja kuhukumiwa? Ni kwa sababu waliingia na mambo ya kale, kwa sababu wanatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio maana tutakuja kuhukumiwa. Kuna hukumu ambayo itakuja. Huyu Yesu ataketi kiti cha enzi na atahukumu wateule wa Mungu. Maana ambaye hajasikia sauti hata tayari yeye ashahukumiwa, lakini watakatifu ndio watakuja kuhukumiwa. Watakuja kuhukumiwa ni kwa sababu hawajakuwa kiumbe kipya na akaacha ya kale,
akaacha ya kale, lakini anaingia ndani ya kanisa, anaingia ndani ya wokovu akiwa na mambo ya kale. Kuna watu ambao hajasema nao, kuna watu ambao hajawasamehe, na yeye anasema ya kwamba sitaweza kuwasamehe. Naye Mungu anasema ya kwamba kama utaweza kusamehe jirani yako, kama utaweza kusamehe ndugu yako, nami sitaweza kukusamehe makosa. Nasi tuko katika makosa, ndio maana tukafanywa wapya tena, ndio maana tukafanywa wapya. Ndio neno hili la asubuhi ya leo nimewaletea hapa nikisema ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu Kristo, tengeneza mambo yako kuwa upya katika jina la Yesu Kristo.